A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Absaidi Herbalistic Clinic, tiba zetu za Afrika. Leo tunaendelea na masomo yetu, yale masomo manne. Masomo manne haya ambayo tulikuwa tumezungumza huko nyuma, tumeshaelezea masomo matatu ambayo tunaelezea munkaribu, tumeelezea watu hawa ni vigeugeu, tukaelezea hawa ambao dakhira pia tumeelezea watu hawa ni watu ambao wanaweza kuingiza na pia tukaelezea watu wa kharija ni watu hawa ambao wenye kutoa ukiwa nao. Sasa leo tunakuja kuzungumzia watu wa thabita. Watu wa thabita ni watu akina nani na nyota zao zipi? Watu hawa wa thabita ukiwa nao katika maisha, basi wewe umepata mtu sahihi. Pale kwenye changamoto za kimaisha, yeye atakutetea. Iwe changamoto yoyote ya kimaisha, yeye atakutetea. Watu hawa ni watu makini sana. Watu hawa huwa hawapendi kuwapoteza watu wao. Watu hawa huwa wana haki katika mambo yao. Watu hawa hawapendi mtu aonewe. Kwa hiyo leo tuwajue watu hawa. Kwa yoyote yule, awe mwanamke au mwanaume, mwenye nyota ile ambayo tunaosema nyota hii ambayo tunaosema jauza. Jauza ni nyota ya tatu. Nyota ya tatu hii tunasema ni nyota ambayo ya tabia yenye upepo, nyota yenye kasi, ndiyo tabia yake ya kimaumbile. Lakini mtu huyu yupo katika grupu ile ambayo tunasema la thabita. Watu hawa ni watu wazuri sana kukaa nao katika maisha na hata katika kazi na hata katika ndoa. Lakini tukazungumza watu hawa kuna mwanamke na mwanamume. Kwa hiyo tuelewe, wewe jauza unaweza ukawa sehemu yoyote, au wewe jauza ukawa upo katika grupu hili ambayo tulitaja hapa. Na tukasema pia katika nyota hizi au katika nyota hii ambayo ya munkaribu au grupu hili ya munkaribu, pia watu wa sultani. Watu wa sultani pia ni watu ambao tunasema wa munkaribu, watu ambao hawa tunazungumzia wa thabita. Watu wa sultani wapo katika grupu wa thabita, ndio watu ambao waaminifu na watu ambao watetezi. Awe mke au awe mwanaume au awe bosi au awe mtu yoyote katika shirika lako au katika jambo lako unaloshirikiana nayo, hawa watu ni watu ambao watetezi. Pia tunazungumza katika watu hawa pia kuna nyota ambayo inaitwa thumbura. Thumbura ni nyota ambayo ya mlango wa sita. Nyota hii tabia yake ni udongo, lakini udongo huu ni udongo mwekundu. Kwa maana kuna udongo mwekundu, kuna udongo mweusi, na kuna udongo ambao tunasema ni huu mchanga mweupe. Hizo ni nyota zipo za aina tofauti tofauti, lakini hii nyota ambayo tunazungumzia hapa ya thumbura ni nyota ambayo ya udongo mwekundu, ule ambao tunasema huko mikoani huko. Ile ndio tabia ya nyota hile. Kwa hiyo nyota hii pia yupo mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo kuna wao ambao watakuwa katika daraja hili ambalo tunazungumzia hapa la thabita, na wapo ambao wengine hawatakuwa katika daraja la thabita. Lakini watu wa thabita ule daraja hili au nyota hii ni watu ambao waaminifu na watu ambao wenye kupenda haki. Ukiwa nao katika kazi, ukiwa katika mahusiano, basi wewe hapo ondoa shaka, labda wewe ndio mwenye matatizo. Na pia katika daraja hili ambalo watu hawa wanne, grupu ya watu wanne la thabita, kuna huyu alhamar. Alhamar ni nyota ambayo ya daraja la kwanza. Hii tabia yake ni moto, lakini kuna wale ambao wapo katika mapito tofauti tofauti. Maana hamaru yupo katika munkaribu, hamaru yupo katika muthabita. Lakini je, unampata vipi katika vipimo maalum vya kumwangalia huyu mke au mume? Huenda mwanamke akawa hapa, mwanaume akawa kule, au huenda mwanaume akawa kule, mwanamke akawa hapa. Kwa hiyo hawa nyota wa hamaru tabia yao ni moto, na siku yao na nyota yao ni nyota mlango wa kwanza. Kwa hiyo huyu pia ni mtu ambao wa thabita. Thabita ni mtu haki kama nilivyozungumza huko. Kwa hiyo wewe mwanadamu au mtu yote ambaye anataka kufanya kazi na mtu, basi angalia unaofanya naye kazi ni yupi. Kwa maana unaweza ukafanya mtu na kazi na mtu ukashirikiana naye, kila kinachoingia kinatoka, kila kinachokuja kinatoka. Matatizo yameingia, yeye yuko pembeni. Raha zinapokuja, yeye ndio anakuja. Huyo mtu inatakiwa uweze kumjua. Hiyo ni mifumo ya kitabia ya kinyota, na wacha huruka ya mwanadamu mwenyewe ambayo Mungu ndiye alimuumbia. Lakini kuna tabia maalumu ambazo za kinyota. Na mambo mengi ya kuzungumza, lakini hili ndio somo letu ambalo la mwisho katika masomo yale magrupu manne. Kwa maana magrupu manne hayo nimetaja kila grupu moja 4-4. Kwa maana 4-4 kwa mapito haya, mapito ambayo ya milango 16. Milango 16 hii nimepita katika milango ambayo ya shikeri. Sio milango ambayo ya daraja za kimaumbile za daraja hizi ambazo za kiburuji. Daraja za kiburuji au za kinyota ziko daraja 12 tu. Lakini katika hizo 12 ukizigawa mara mbili, kwa maana kuna mwanamke na mwanaume, ndio unazipata 24. Ndio haya masaa yetu ambayo yanaanza asubuhi kuanzia saa 1 mpaka saa 12. Hizo pia ni daraja zingine, ndio unakuta ziko yako masaa 24 na daraja zetu 24. 12 za wanawake, 12 za wanaume. Lakini
zinakuja kwa kufatana. Huenda masaa haya ya asubuhi ikawa ya kike mpaka saa 8, huenda masaa ya saa 9 mpaka saa 3 yakawa ya kiume, lakini humo siwezi kufahamisha kwa sababu hizo ni elimu kubwa. Kuna watu ambao wanatufuatilia na wao pia wanafanya kazi kama zetu kwa imani na kwa utiifu na kwa kumwogopa Allah, lakini kuna watu ambao wanafanya kazi kama sisi, wao huwa hawafanyi kazi kwa kumwogopa Allah. Wao wanajiona ndio waungu, wao ndio wanajiona ndio kila kitu. Kwa hiyo wakizijua hizi njia huwa wanafanya vitu vikubwa sana kwa kuwaonea wanadamu wasiokuwa na makosa, wanawaonea kutokana na elimu zao. Kwa hiyo kuna baadhi ya elimu hatuwezi kuziweka wazi kwa sababu kila hatua ina maana yake na kila hatua ina jambo lake. Kwa hiyo ukizifahamu wewe hatua zote, utakuwa wewe sasa huna jambo ambalo ulibahatisha. Kwa hiyo utawazuru watu kwa namna tofauti tofauti. Sina mengi ya kuzungumza. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nimekosa kazi kwa mara ya 10 mfululizo. Wanawake hawanitaki, au kisa sina mvuto? Ikisema ufupi, hapana. Mungu nisaidie, nisaidie mimi. Habari yako kijana? Salama. Pole sana kwa changamoto zako unazopitia. Wewe umejuaje? Usiniulize umejuaje, ila kikubwa changamoto zako zinaweza kuisha zote. Kivipi? Umeiona hii? Hii ndo suluhisho ya changamoto zako, inaitwa Kismart Power. Nadhani umeelewa maana ya Kismart. Hebu soma maelezo yake. Kismart Power inakupa mvuto wa kitofauti. Safi. Na pia hii Kismart Power inakutolea vifungo vyote vilivyokuwa kwenye mwili wako. Yes. Nyingine pia Kismart Power inakufanya uwe na mvuto wa kupata kazi. Lakini pia huwezi kutumia hii Kismart Power bila ya kuwa na hii. Hii inaitwa Lavender Oil. Lavender Oil? Yes. Hii matumizi yake ya Kismart Power na hii ni pamoja. Yaani unamaanisha ya kwamba siwezi kutumia Kismart Power bila ya Lavender Oil. Yes. Ni kweli kabisa. Matumizi ya Kismart Power yanaambatana na Lavender Oil. Tumepata mkombozi. Karibu Upside Herbalist Clinic. Tiba zetu za Afrika. Si bosi. Halo, naam. Umepata kazi Kariri? Fanya Jumatatu uwahi kazini. Yaani unamaanisha kwamba Jumatatu asubuhi kazini? Basi bosi, mimi mapema sana Jumatatu asubuhi niko hapo. Haya, asante sana, asante sana, nashukuru. Kana mvua. Zakia. Yes, hello baby, nimekubali ombi lako. Wewe, yaani unamaanisha ya kwamba umekubali kuwa my wife? Ndio kipenzi. Oh my God. Nakupigia. Maisha ni kitu simple sana, ni kitu cha Kismart pamoja na Lavender Oil. Ni siku 6 tu, ya 7 haijafika, wenyewe wanakwambia